Maisha ni ya kiroho kuliko yalivyo ya kimwili. Mambo yanayoendelea katika ulimwengu huu wa mwili ni matokeo ya programming zilizofanyika katika ulimwengu wa roho. Mtu akishikana na Mungu vizuri, wakafanya wanayopaswa kufanya kwa namna ya roho, wataona yale ya Mungu yakitokea kwa huyo mtu. Mtu akishikana vizuri na shetani, wakafanya wanayopaswa kufanya vizuri, wataona ya shetani yakidhihirika kwenye maisha ya huyo mtu. Watu wenye nguvu hasa ni watu ambao wanaweza kuingia katika ulimwengu wa roho na kufanya vitu vyao huko vitakavyosababisha matokeo katika ulimwengu wa mwili. Rafiki, Mungu akikusaidia kumaster hili jambo, you are in charge kwenye maisha. When you prevail with God, you prevail with man. Sometimes hauna hata maneno mazuri ya kuambia watu ili wakuelewe. Ongea na Mungu, anaweza akasema nao kwa niaba yako. Wakati Mariam amepata ujauzito, angemwambia nini mchumba wake Yusuf ili amuelewe? Mungu akijua ugumu wa Mariam Yusuf, akaenda akaongea na Yusuf kwa niaba ya Mariam. Sometimes tunawahitaji watu kwenye maisha yetu na hatuna imani kama maneno yetu yatatosha kuwashawishi. Hatuna imani kama ubora wetu utatosha kuwafanya waambatane na sisi. Jifunze kushinda, kuprevail katika maombi pamoja na Mungu. Mungu anaweza kuzungumzisha mioyo ya watu. Maandiko yanasema mioyo ya wafalme iko mikononi mwa Mungu, anaigeuza kokote atakako kama afanyavyo mikondo ya maji. It means anaweza kugeuza moyo wa mtu ambaye uko kinyume na wewe akamfanya ukuelekee.